Kwa majina naitwa Patrick Benjamin Mwaisumo, ni fundi magari kutoka Tabata. Niko hapa katika kanisa la Moravian Mabibo kwa ajili ya matengenezo ya gari la Amani Choir. Kama mnavyoona, hii gari sasa hivi hapa ipo kwenye matengenezo ya rangi pamoja na vitu vingine vidogo vidogo. Na shukuru Mungu kwamba toka tumeanza kutengeneza hii gari mpaka sasa hivi tumefikia hatua nzuri. Kwa hiyo kama ndugu, jamaa, marafiki, tunataka mkatutembelea katika ofisi yetu ambayo inapatikana pale Tabata Dampo kwa ajili ya matengenezo ya magari yenu. Karibuni sana, kazi nzuri. Na sisi nyewe mtajionea gari ikikamilika. Hii ni awamu ya kwanza tu, bado awamu ya pili inafuata. Hii gari kutokana na hali ya hewa kidogo imetusumbua kidogo kwa ajili ya mvua, lakini ingekuwa kule ofisini kwetu nahisi tungetumia kama wiki 2 kwa gari yote. Mpaka sasa hivi tumetumia kama wiki 2 na siku 4. Sisi tunamfuata mtu anapohitaji huduma, sisi tunamfuata. Hatusubiri mpaka kazi ije ofisini kwetu. Kwa hiyo sisi inapopatikana huduma mtu kufanyia, basi tunafuata hata nyumbani kwake popote pale. Hiyo mikoani sisi huwa tunasafiri kwenda Arusha, Mbeya, Tabora kwa ajili hizi kazi, huwa tunasafiri. Changamoto kwenye kazi huwa zikosekani kama fundi, lazima changamoto zipo. Hasa sisi kwa sisi mafundi rangi huwa tuna changamoto kubwa sana. Cha kwanza, unaweza kupiga rangi, enzeni rangi ambayo umepiga wewe na ambayo umekuta kuna gari visioane, rangi ikachemka au ikaumuka, kwa inabidi urudie. Kwa changamoto zipo. Kwa sasa hivi gari iko vizuri, ambao wanakodi gari karibuni sana. Gari sasa hivi iko vizuri, imekamilika. Hakuna gari, haina kovu hata sehemu, haina pasi yoyote. Dereva anakabidhiwa gari ikiwa mpya. Kwa hiyo karibuni sana wateja kwa ajili ya kukodisha hii gari. Gari iko safi, gari ina full AC, ina friji ndani, usafiri yuko very clear. Kwa karibuni sana. Mimi ambacho napenda hapa kuwasihi madereva kwa gari kama hizi, basi mara nyingi sana ni gari ziko chini sana. Ni gari ambazo ziko luxury sana. Manake zile bumps za barabarani na barabara mbovu ndio mara nyingi zinachangia gari kuharibika na pia gari kupigwa pasi kwa ajili ya barabara. Kwa mimi nawasihi madereva wawe makini tu kutunza chombo, sababu ndio ofisi yao. Kwa wawe makini kutunza chombo. Ndio hicho. Gari ndani siti zake ni luxury. Gari na siti 40. Unaweza ukalaza kitu unavyotaka wewe. Awe mtu mrefu wa 7 kitu analaza, awe 6 analaza, awe mbelikimu analaza. Kwa hiyo gari ndani iko safi kabisa. Kwa ambayo watumia usafiri kwa gari nilivyoiona wataenjoy sana, kwa sababu gari ndani ina TV 2 flat, ina friji. Yaani kwa kifupi gari imekamilika. Mimi nikiwa ni mmoja wapo katika hilo tamasha, ni pia nike mmoja wapo katika waimbaji wa Amani Choir. Hili tamasha litakuwa zuri sana kwa sababu ni tamasha ambalo tulikuwa tumeliandaa kwa muda mrefu. Itakuwa ifanyike muda. Kwa hiyo unajua kitu ambacho unakuwa umekisubiria kwa muda mrefu, unakisubiria, alafu akifanyiki kija kutokea, na hisi inakuwa ni tamasha zuri, sababu watu wengi wako na hamu sana kuona muunganiko kwa ya 3 zikishike pale Dodoma Kisasa. Kwa karibuni sana wana Dodoma, karibuni sana wana Dar es Salaam Kisasa. Ndio na tamasha kubwa sana kwa ya kabambe kutoka Mbeya, kutoka Dodoma, pia na kutoka Mabibo Moravian. Kwa kifupi, kama Amani ni kwaya kongwe, ni kwaya muda mrefu sana. Sisi kuhusu masuala ya uimbaji tuko vizuri na hatuna pressure, kwa sababu unajua ukiwa mkongwe kwenye uimbaji bana, hata aje nani aweze kuteleka. Kwa sisi tunategemea sana Mungu katika huduma yetu na tunamweka Mungu mbele. Ndio maana sisi kila jambo tunaanza na Mungu kwanza. Mimi nashukuru sana kwa hilo, kwa sababu unajua mnapokutana kwa nyingi kuna mambo mengi sana mnafanya kwa pamoja, mnafahamiana, mnabadilishana mawazo. Huyu ataongea hili, ataongea hili kama kwaya. Unajua sisi wana kwaya tunakuwa kama familia. Kwa hiyo nzeni tunapokuwa kama wana kwaya tunakuwa pamoja, ni kitu ambacho kinatupenda sana sisi kama waimbaji. Okay, mimi kama mwimbaji wa Amani Choir na enjoy sana kuimbia Amani Choir kwa sababu ni kwaya kubwa, ni kwaya ambayo ni familia yangu. Kwa hiyo nafurahi kuwa mwimbaji wa Amani Choir. Vijana wengi sana hasa sasa hivi
unakuwa na mambo mengi sana, kwa sababu tunaona na utandawazi wa dunia jinsi ilivyo. Unajua vijana wengi makanisani hawapendi kwenda kwa sababu ya changamoto za kidunia sasa hivi, lakini kumtumia Mungu so shamba. Kumtumia Mungu ni kitu ambacho unaweka hazina. Maana kuweka hazina, maana unaweka hazina mbinguni, sio duniani. Duniani tunapita. Sisi sote ni wapitaji. Kwa hiyo unapokuwa karibu na Mungu, unapokuwa karibu na madhabahu ya Mwenyezi Mungu, ndipo mambo mengine yanafunga toka kwako. Kwa sababu ukiwa mbali na Mungu, naye anakuwa mbali naye. Kwa hiyo ukiwa karibu naye, Mungu anajibu maombi. Kwa yote ambao ukaliomba kwake, akakujibu. Okay, kama vijana ambao mna nguvu, naomba mtumikie Mungu ingali bado mna nguvu. Karibuni sana kumtumia Mungu kwa njia ya uimbaji. Karibuni sana Amani Kwaya. Amani Kwaya ni familia. Amani Kwaya tuna upendo. Karibuni sana sana sana. Unajua kwaya ni familia. Sisi hapo wengine hapa mjini hatuna familia kubwa kama watu wengine, lakini sisi Nzeni tunategemea sana familia ya Amani Kwaya. Kwa mimi hapa mfano unajichukulia kama mimi hapa mwenyewe kwamba mimi nategemea sana Amani Kwaya kwa familia yangu. Maana nikikosa kwenye kipindi vya Amani Kwaya huwa najisikia vibaya sana. Kwa karibuni vijana kumtumikia Mungu. Karibuni vijana tumwimbie Mungu, tumuinue Mungu. Unajua vijana kama vijana mkiwa mnanana kwa pamoja katika gurudumu la kuipeleka mbele kama kwaya yetu ya Amani Kwaya, jambo pia Mungu linampa utukufu wake. Kwa hiyo naomba vijana wote ambao mko tayari kujiunga kwenye kwaya yetu ya Amani, karibuni sana sana sana. Milango iko wazi muda wote, na si vijana wamtumikie Mungu ngali bado wana nguvu, sababu Mungu anataka watu wenye nguvu. Kwa hiyo kama vijana wenzangu, karibuni sana kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Kwenye kwaya kuna mambo mengi, kuna waimbaji, kuna wainjilisti. Kwa hiyo siku kwenye kwaya ni kuimba tu. Kwenye kwaya kuna mambo mengi sana. Kwa karibuni sana kwenye kwaya, mtaenjoy. Mungu awabariki sana.